Niambie mume wangu. Mimi mzima mke wangu. Pole na kazi. Asante mume wangu. Pole na wewe na majukumu. Asante mke wangu, nashukuru. Okay, nimekupigia dia ili nitake kujua ungependelea kula nini. Chochote tu. Kwani umefikiria tule nini? Bwana, ningependa nisikie kutoka kwako. Nakuachia wewe mke wangu. Utakachopenda kupika mimi nitakula. Haya, nikutakie majukumu mema mume wangu. Nakupenda sana mke wangu. Asante, lakini haunifikii mimi. Kazi njema. Asante dia. Rwakibale. Na kuona unavyoongea na shemeji, yani sauti imebadilika kabisa. Kumbe una sauti nyingi. Acha kunizingua. Unajua hii ni familia. Huyu ni mke wangu. Lazima niongee kwa mahaba yote, kwa matashtiti yote. Si mchezo. Nimeona maana sauti imebadilika tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaongea mimi na wewe, baadaye ikabadilika kabisa. Hii ndio raha ya kuwa na mwanamke unayempenda. Sawa kabisa. Bwana, vipi ulikumbuka kuja na zile faili ambazo nilikuagiza jana? Samee boss. Nimesahau, ila sio issue. Naweza kumwagiza bodaboda wangu akazileta haraka. Hapana. Sasa mimi nafikiri usisumbuke. Baada ya muda wa kazi tukitoka, nitazipitia, nitazifuata, afu nitaenda nyumbani. Sawa? Halo. Unakumbuka nilichokwambia juzi? Kitu gani hicho? Si nilikwambia unibadilishie simu jamani. Hii simu haitoi picha vizuri. Mimi nashindwa kuposti mambo yangu bwana. Hebu niache bwana, usinichanganye mimi na mambo mengi, sawa? Kwani hiyo simu ina kitu gani? Sina kila kitu. Na kamera inapiga picha nzuri kabisa humo. Hebu achana na mimi muda huu, niko busy, sawa?
Ingia. Tayari jamaa ameshafika Ndio. na wamekubaliana na masharti yetu. Aha. Lakini pia dokumenti zao wameziacha, ziko mezani kwangu. Sawa. Kwa hiyo wanasubiri au? Hapana, wameshaondoka, ila wamedai watakuja kesho asubuhi. Okay. Basi nitaiweka kwenye orodha halafu nitakupatia ili kwamba waanze kazi mara moja. Nadhani hiyo itakuwa ni nzuri sana. Sawa sawa. Basi ngoja mimi nirudi ofisini kwangu niendelee na majukumu mengine. Samahani kidogo. Samahani kwa haya nitakayokuuliza, ingawa ni masuala yanayohusu familia yako, lakini kuna vitu nataka kuvijua zaidi. Usijali. Karibu. Nikusikia kama unaongea na shemeji yangu vile. Ya, ni kweli. Sawa. Nilisikia na nikatamani nikuulize kabla sijatoka, lakini roho yangu ikasita kidogo. Ni kitu gani hicho ambacho ulitamani kuniuliza na ukatamani kujua alafu roho yako ikasita? Kiukweli mimi na mke wangu hatuna maelewano mazuri. Kwa hiyo ninaposikia wapenzi wanaongea maongezi mazuri, maneno mazuri ya kimahaba, kiukweli roho yangu inaniuma sana. Natamani kwamba na mimi ningekuwa katika hali kama hiyo. Pole kaka. Ni ukweli nilikuwa nazungumza na mke wangu. Lakini hatukuzungumza jambo baya au kumzungumzia mtu. Tulikuwa tunazungumza tu, kuna mambo alikuwa ananiuliza kuhusu familia. Usinifiche, nilijaribu kusikia upande mmoja na nilibahatika kujua mnachoongea. Kaka, wewe kweli noma. Nilisikia Shemu akikuuliza unapenda kula chakula gani. Ya, ni kweli udanganyi. Huwa najiuliza, hivi wapo wanawake wa aina hiyo kweli? Ya, wapo. Wewe mwenyewe umesikia? Wa kwanza ni mke wangu mimi. Sikumaanisha hawapo. Ila nilitamani kusikia kitu ambacho binafsi wanapenda kufanyiwa au kuulizwa. Ya, ni ukweli. Lakini tu, labda nikwambie kitu. Shemeji yako ndio yuko hivyo. Hawezi kupika chakula cha aina yoyote ile bila kuniuliza. Mume wangu, chakula hiki unakula? Mume wangu, leo unapenda nini? Ndio tunavyoishi mimi na mke wangu. Kwa hiyo hata kupika mke wako anakupikia yeye mwenyewe kwa mikono yake chakula chako wewe. Kaka, mbona unashangaa? Wakati haya ni mambo ya kawaida tu. Kila mwanamke kufanya. Kwani wewe kwako unaishije? Bwana Rakibale. Kwa hiyo ina maana mke wako naye pia ana simu hizi, simu tanashati tunaziita kwa Kiswahili, ambazo wenzetu wanaita smartphone, ambayo muda mwingi sana anakuwa anaingia mtandaoni. Ya, anayo. Tena kubwa tu kuliko hata ya kwangu. Ya kuperuzi na anaingia mtandaoni. Na mambo mengine yanaendelea tu vizuri. Sishangai na sitaona ajabu kuona wewe unanishangaa. Kuna mambo mengi sana napenda kujua kutoka kwako, hasa yanayohusu mambo ya ndoa, ambayo ndio maana leo nimeamua kukuuliza. Umejuaje? Ni kweli nakushangaa. Maana leo umekuja na maswali magumu kweli kweli. Okay. Naomba tu nikuulize tena swali hili moja la mwisho kwa siku ya leo. Hivi yeye shemeji anamudu vipi kufanya shughuli zake na majukumu yake yote ya nyumbani akiwa na smartphone yake? Kaka, napenda tu kukwambia mke wangu hapendi kuniona mimi nimechukia au nimebadilika. Hivyo kuhusu unaposemea simu na kuhusu kazi, anafanya kazi vizuri sana, tena sana. Na ukija nyumbani kwangu utashangaa. Anafanya kazi zote na anakuwa hayuko busy kabisa na simu. Ile simu ni kwa ajili ya mawasiliano na kisha maliza kazi kufanya mambo yake mengine. Na anafanya kila kitu ambacho mwanaume anahitajika afanyiwe au ambacho mwanamke anahitajika afanye nyumbani. Ndugu yangu, hivi umewezaje kumcontrol huyu mwanamke ili asiwe busy sana na simu na muda mwingi kuingia kwenye mitandao yote ya ambayo iko hii ambayo ya kijamii na mambo mengine mengi? Umewezaje hili swala wewe?
Franco, mke wangu ananiheshimu sana, tena sana, na pia huwa hapendi kuniona mimi nimechukia, na sijawahi hata siku hii kumzuia kuhusu simu, ashike muda gani, asitumie muda gani. Anafanya yeye mwenyewe anavyoweza na anatengeneza muda wake tu vizuri. Lakini mke wangu hana mambo mengi sana kwenye simu. Kwa muda mwingi simu ipo tu na anafanya kazi zake za kunihudumia mimi kama mumewe. Hongera sana Mwamba kwa kupata mke anayejitambua. Leo nitakupa jambo moja tu geni kwako. Hivi unavyoniona nina mpango wa kuacha mke. Kwa nini Franco? Umwache shemeji yangu? Hebu achana nayo mambo bana. Wewe mtengeneze tu, atakaa vizuri na atakuelewa. Mbona na yeye ana uwezo kuwa kama wa kwangu? Wakilale, mke wangu anapenda sana simu kuliko hata anavyonipenda mimi mume wake. Yaani simu ndio kitu cha kwanza yeye, kabla hajalala lazima alale akiwa ameshamaliza mambo yote kwenye simu na mitandao yote. Na akiamka anachowaza cha kwanza ni simu tu. Simu anaifikiria na ipa kipaumbele kuliko hata mimi mume wake katika maisha yake. Franco, tunahitajika tupate muda mwingi sana wa kulizungumza hili. Lakini usifanye maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Si maamuzi sahihi. Sijui umenielewa Franco? Hebu tupate muda tuweze kuzungumza vizuri. Naamini shemeji atakuelewa. Na wakwako atakuwa kama wakwangu. Na mtaenda sawa. Naomba niende ofisini. Franco. Sawa. Wedina. Abena. Hivi siku hizi umekuwa hivi? Yaani unaishi kiwasiwasi wiki nzima sasa hivi sikuelewa kabisa. Una shida gani? Kivipi dada? Asubuhi nilikuagiza nini? Nilimwambia kaka na simu nikampa, afu mimi nikaendelea na shughuli zingine. Sikujua kilichoendelea. Okay. Kwa sasa hivi unanionea wivu na mume wangu, si ndio? Na kuona kabisa yani unavyonionea wivu na mume wangu. Bana dada, umenifikiria vibaya. Nikufikiria vibaya vipi? Wakati kila nikikuagiza jambo lolote kuhusu pesa sasa hivi hufanyi. Anyway, tuachane na kuna chenchi ilobaki? Ndio, imebaki, lakini nataka baadaye nikanunue matunda. Maliza kumenya nyanya ukanifuatie vocha. Tumeelewana? Sawa.